Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Haleluya. Karibu. Asante sana. Unaweza kutuambia majina yako tafadhali? Kwa majina yangu naitwa Apostle Favor Oswald. Okay, Apostle Favor Oswald. Kwenye wokovu una muda gani? Nina takriban kama miaka 40 tangu nimpokee Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Wow, miaka 40. Ndio. Kuna utofauti gani wa wokovu wa kipindi kile miaka 40 nyuma kama ulivyosema, au wakati wewe unaibuka kwenye wokovu, unakuwa kwenye wokovu, umelelewa kwenye wokovu, na sasa hivi unaona kuna utofauti ama wokovu ni ule ule? Kwa upande wangu naweza nikasema wokovu ni ule ule. Okay. Lakini labda mahubiri ndio yametofautiana. Mahubiri yametofautiana. Yeah. Kwa mfano tulipokoka, mahubiri yalikuwa sana sana yanalenga kuja kwa pili kwa Kristo. Na tuliambiwa kwamba hii wokovu tuliopokea ni kwa ajili ya kwenda mbinguni. Okay. Na kwa lazima uishi mavazi masafi matakatifu kwa sababu Kristo yuaja wakati wowote kutokea sasa. Okay. Kwa tulipokuwa tukitembea tunaangalia mawinguni. Okay. Kwamba Yesu anatokea kesho. Okay. Yesu anakuja leo. Okay. Ulikuwa uwezi kabisa ukakae tunasuka nywele. Nywele ulikuwa uwezi kusuka, uwezi kuvaa nguo fupi, uwezi kusuka hizo marasta, unaonekana kama wewe ni wa shetani wa duniani, wa duniani kabisa. Kwa mtu alisema nimeokoka, hakika ungeweza kumuona kwa mwenendo, kwa muonekano wake. Ndio. Yeah. Kwa kipindi kile tulichukulia wokovu kwa maanani. Okay. Kabisa. Mliutilia maanani. Mliupa wokovu uzito. Tuliupa uthamani. Okay. Kwa sababu there is no way ungeniambia nikose ibada whatsoever the reason. Ibada lazima niende, iwe katikati ya wiki, iwe mazoezi ya kwaya, na hakuna mtu yoyote anayeweza kunizuia. Naenda, nikirudi, nachapwa, na kesho naenda, nikirudi, nachapwa, na kesho naenda. Okay, interesting. Unachapwa kwa sababu ulitokea kwenye familia ambayo pengine ilikuwa haijui wokovu? Kwa kweli nashukuru Mungu, familia yangu walikuwa wanampenda Mungu kwa kiwango cha dini. Okay. Kila mtu alikuwa na dini yake ambayo na sisi tulikuwa na dini yetu nzuri tu. Kwa hivyo hawalikuwa mambo ya wokovu hawajaielewa. Kwa hiyo niliona kama mimi napotoka natoka kwenye unasaliti maadili. Na saliti maadili ya kidini. Okay. Kwa hivyo nilikuwa napigwa sana. Lakini pili, ulikuwa unapigwa kwa sababu umewekewa muda wa kurudi nyumbani. Okay. Yeah, kwamba muda huu uwe umerudi nyumbani, ushiriki dina na familia. Umeona? Okay. Lakini sasa unakuta kwamba kanisa labda liko mbali. Kwa hiyo muda huu ambao unatakana uwe nyumbani, muda huo ndio mhubiri anasimama kuhubiri. Yeah, kwa naweza nikakumbuka kwamba nilikuwa nashiriki sifa na kuabudu na shuhuda. Mhubiri akisimama kuhubiri pale, mahubiri yanaponoga, unakimbia. Mimi inabidi nikimbie, na ninapotoka kanisani ilibidi nivae sport shoes kwa sababu natoka na mbio ili niweze kufika muda uliopangwa, muda ambayo ulipangwa. Ukipita na dakika 5 lazima kuchapwa. Wokovu wa sasa huu tulionao, umesema wokovu ni ule ule, tofauti ni mambo kadhaa yamebadilika. Je, kwa sasa ni mambo gani ambayo wewe unaona yamebadilika, na je yanaashiria kwamba wokovu bado una thamani au wokovu umepunguzwa thamani yake? Kwa maana nyingine umechakachuliwa au bado una thamani yake kwa mujibu wa namna wewe ulivyokuwa katika kipindi kile na kipindi cha sasa? Naweza nikasema kwamba sasa hivi tumepata tusemeje, lakini tuna nyenzo nyingi ya kuweza kupata msaada zaidi ya kiroho kwa namna kwamba kuna wahubiri wengi ambao wanaweza kutufikia hata kwa njia ya simu na njia ya redio. Biblia unayo kila makati. Tofauti na kipindi kile Biblia labda huna hao hunayo, na kama huna unausoma wa mchungaji kanisani siku ya Jumapili, mchungaji akihubiri akisoma ndio wewe unasoma Biblia. Lakini ukibahatika kuwa na Biblia nyumbani, basi unaweza ukasoma, lakini kile kidogo ulichokipata kama vile ninavyosema, shika sana ulicho nacho. Tulishika wokovu, na ulikuwa ukikutana na mtu lazima mshuhudiane. Okay. Sio ile na assume kwamba nabii ameokoka.
aliokoka na jana bado ameokoka leo, lazima nabii uniambie kwa kushuhudia, unishuhudie kila siku, yani mnashuhudiana upya, mkikutana tunataka kujua bado unabeba imani, bado umeokoka. Kwa lazima niambie, mimi naitwa fulani, nampenda Yesu, Yesu amekuwa moyo kwa maisha yangu, unishuhudie 1 2 3 ambayo Yesu amefanya kwenye maisha yako hii wiki, afu naridhika kwamba dadangu bado amesimama, na nikimaliza na wewe unanishuhudia. Lakini kama hauna ushuhuda, nikikutana na mtu, jamani nimekutana na Bi Regina, lakini hana ushuhuda, manake kiwango cha imani yani kiwango kile kinashuka. Kwa hiyo unataka kusema kwamba vazi pia la utakatifu la wokovu mlikuwa mnasaidiana kulitunza kwa kukumbushana ile neema ya wokovu na ushirika mlioipokea. Yani mkikutana na kuambia 30 minutes ita end, wakati kila mtu anajielezea jinsi Yesu amemfanyia. Kwa unapotoka kwa ndugu yako yule uliyokutana naye, unatoka umehuishwa kiroho. Yani unasikana kwamba umetoka ibada. Kuna kitu amekuambia ambao ulikuwa huna, unaondoka nacho. Utofauti wa nyakati za sasa, wewe unaona nini kwa watoto wa sasa waliozaliwa upya kiroho, tuseme waliozaliwa upya kwa neema hii ya wokovu? Utofauti wao wewe unaona nini? Kuna mapungufu au kuna shida mahali, au wako sawa kwa namna wanavyoenenda? Kwa sasa unaweza kuta kwamba tuna kitu tunaita Christian Union, kwa mfano kwa vijana wetu ambao wako vioni. Kuna Christian Union, kuna Tafes, kuna Kasfeta, kuna nini. Hivi vikundi vilikuwepo hata kipindi kile. Na tulikuwa tunamaanisha. Tulikuwa tunamaanisha kama Ijumaa, kasi tulikuwa kufanya ibada kila Ijumaa. Ile Ijumaa tulikuwa tukiabudu, tunamwachia mpaka Roho Mtakatifu ashuke, watu wajazwe roho, watu waanguke chini, wenye mapepo watolewe mapepo. Yani tulikuwa tunampa Mungu nafasi. Yani Roho Mtakatifu alikuwa anaruhusiwa kutawala. Lakini sasa hivi kila kitu inaenda na time. Kila kitu inaenda na time, kila kitu imewekwa katika mpangilio wa muda, dakika 5 shaisha, labda unaenda kanisani kama umebip. Yani unaenda church ni kama ratiba tu, dini fulani tu, unatoka hujapata ule mguso. Na kwenye hivyo vikundi sasa hivi nasikia Tasfeta wapi huko watu wanaenda wanatoka na mimba wengine. Ni hatari kwa kweli. Unakuta kwamba vijana wameenda kwenye camp meeting, na hizo camp wanaondoka na mimba. Kwa hiyo wokovu ni kama umepoa kama bila ninavyosema kwamba ni wokovu umepoa, au ni watu wamepoa kwenye kuupokea wokovu? Tuiwekeje hii? Yani wokovu umepoa, au ni watu wamepoa kuupa thamani wokovu? Wokovu ni wokovu kwa sababu watu ndio wameokoka. Nguvu ya wokovu iko pale pale. Kwa hiyo tukisema kwamba wokovu tunaongelea watu waliokoka, waliompokea Yesu. Lakini kwa sababu ya mambo mengi, adui naye amejua wakati wake umebaki mchache, naye anafanya kazi ya ziada usiku na mchana kuhakikisha kwamba hawa vijana wasikipate hiki kitu kamili, wasikipate. Kwa hivyo wanachakachua, na kwa sababu unaweza kuta mtu amechukua simu yake hana hili walile, ana browse, ameshakutana na kitu kingine, imemtoa umakini wake. Lakini tofauti na wakati ule tulikuwa tuko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Hata kama ni kulala nje. Miaka 40 nyuma. Nilikuwa nalala nje mara kadhaa. Nalala nje kwa sababu nimekuja, sometimes ujumbe ule umenoga na ukasubiri. Unapofika lazima uchapo. Na kulikuwa hata kitu hiki. Labda mnaenda kwenye TV recording na unakuta kwamba mchungaji amekuja nyumbani kukuombea ruhusa. Anakuombea ruhusa kwa sababu wanajua kwamba unakaa na mzazi mkali. Na wanakupa ruhusa kweli. Siku kadhaa, siku fulani tunaenda television recording. Wanakuja wanakufuata nyumbani pale. Lakini utakaporudi hiyo saa 5, utakuta mlango umefungwa na geti umefungwa na uingii. Kwa sababu gani? Umekeuka ule muda. Ule muda ulikuwa uko pale pale. Ule muda uko pale pale ambao lazima umerudi. So ukirudi utalala chini ya gari, utalala getini, kwa sababu umetoka wapi? Kwa Yesu. Nikwambia mtumishi wa Mungu, mkesha ambao sasa hivi tunabembeleza vijana waende kwenye mkesha. Njooni kwenye mkesha. Mkesha ulikuwa ukifika unaitangaza nyumbani, tarehe 31 Disemba kuna mkesha kanisani, naomba ruhusa. Kwa ruhusa hiyo umepewa, hata barua mchungaji amekuandikia. Umeona? Kwa ajili ya kuweka, ukienda ule mkesha hautafanya mchezo, hauna muda wa kulala. Na wakati fulani ukikatazwa kwenda kwenye mkesha, mimi nakumbuka nimewahi kutoroka.
Okay. Yani namaliza kupika pale, nafanya kila kitu, natoroka, naenda kwenye mkesha. Okay. Hivi safari ya wokovu ni rahisi ama ni ngumu? Safari ya wokovu sio mchezo. Hasa ikiwa wewe ni mtumishi na umepewa kazi ya kufanya kwa ajili ya ufalme. Okay. Kwa sababu gani? Utapigwa vita sana. Okay. Utapigwa vita sana. Kwa hivyo siwezi kusema kwamba hiyo safari ni rahisi. Ni safari ngumu, lakini tukiwa pamoja na Kristo, Kristo anatushindia kila itwao leo. Okay.